Usiku ule haukuwa wa kawaida. Kivuli cha mwanamke mwenye macho mekundu kiliposimama dirishani, Shabani alihisi damu zikimwagika ndani ya mishipa yake kama maji baridi ya mto. Hakuweza kupiga kelele, hakuweza kusogea. Moyo wake ulipiga haraka kuliko kawaida. Sauti nzito na ya ajabu ikasema tena, "Safari yako imeshaamuliwa, hutaondoka." Kabla hajafanya chochote, kivuli kile kilivuka dirisha kama moshi na kuingia ndani ya chumba chake. Harufu kali ya uvundo ikajaa ndani, taa ikazima yenyewe, na kila kitu kilianza kutikisika kana kwamba tetemeko la ardhi limepiga nyumba yao. Shabani akaanza kuomba kwa sauti ya kutetemeka, "Ee Mungu wangu, nisaidie. Yesu, unilinde." Kivuli kikamshika shingoni kwa baridi isiyo ya kawaida. Macho yake yakawa mekundu kama moto. Lakini kabla hakijamdhuru, alisikia sauti nyororo ya utulivu sana ikisema ndani ya moyo wake, "Usiogope, omba zaidi." Alianza kuomba kwa nguvu, machozi yakimtoka, na ghafla mwanga mkali ukamulika ndani ya chumba chake. Kivuli kile kikapiga ukemi wa ajabu na kupotea kama moshi unavyofutika angani. Shabani alidondoka chini akiwa amechoka, akitetemeka, lakini akiwa hai. Baada ya tukio hilo, usingizi ukamchukua kwa nguvu. Ndani ya ndoto alijikuta kwenye msitu mkubwa wenye ukungu mzito. Mbele yake kulikuwa na mzee aliyevaa mavazi meupe akiwa amebeba fimbo yenye mwanga. "Shabani," sauti ya yule mzee ilisikika kama upepo mzuri. "Vita yako imeanza. Hawa wachawi hawapigani kwa mikono, wanapigana kwa roho. Lakini ukishikilia maombi yako, utawashinda." "Lakini ninaogopa." "Hofu yako ndiyo silaha yao." Yule mzee akasema, "Ondoa hofu, shikilia imani. Mungu wako atakupigania." Alipoamka kulikuwa na alama ya ajabu sakafuni, mduara mweusi wenye alama za ajabu ambazo hakuwahi kuziona kabla. Alijua kilichotokea usiku ule hakikuwa ndoto ya kawaida. Asubuhi ilipofika, habari za usiku zikawa siri yake na mama yake tu. Wakati huo huo, baadhi ya wanakijiji waliokuwa wachawi waliita kikao cha siri usiku wa manane kwenye mti wa mizimu. Mzee mmoja mwenye macho meupe akasema, "Alishinda vita ya kwanza, lakini bado safari ndefu. Hatutaacha mtoto huyu aondoke." Wakaanza kumtumia ndoto mbaya kila usiku, ndoto za mizimu, sauti za ajabu na mnyama mkubwa wenye vichwa vitatu aliyemfukuza kila alipolala. Shabani alianza kushindwa kulala. Alipoteza hamu na kula. Alikuwa akiamka usiku na jasho jingi kama mtu aliyekimbia mbali. Wakati vita ya kiroho ikiendelea, marafiki zake wa karibu waliokuwa wameshamuonia wiru wakaanza kumtembelea. "Shabani, unajidanganya," alisema Hamisi, rafiki yake wa utotoni. "Watu kama sisi hatuendi Canada, huo ni mchezo tu wa wazungu." "Ndiyo, na kama utaenda, utafia huko. Watu wa huku hatuna bahati kama hiyo," mwingine akaongeza kwa kejo. Shabani aliwaangalia na macho yaliyovunjika moyo. Alijua maneno yao si maneno ya marafiki wa kweli, bali ni maneno ya watu waliouawa na hofu kabla ndoto zao kufa. Siku zilivyokuwa zikisonga, pesa za kuandaa safari zilikuwa bado hazijapatikana. Mama yake alianza kuuza vitu vidogo vidogo alivyokuwa navyo: sufuria, mbuzi mmoja, hata shuka zao za zamani. Lakini bado hazikutosha. Baba yake kwa upande mwingine alianza kupoteza matumaini. Labda hii si safari yetu," akasema baba kwa huzuni. "Kuna watu wengi wamejaribu, wameangamia. Hii safari inaweza kuwa laana." "Hapana," akasema mama kwa machozi. "Mungu ana sababu ya kumtoa mwanangu hapa. Huu ni wakati wa mapambano." Maneno hayo yalimtia nguvu Shabani. Alianza kukaa kwenye mlima mdogo uliokuwa karibu na nyumba yao kila usiku, akiomba peke yake chini ya mwanga wa mwezi.
Usiku mmoja alipokuwa akiomba, upepo mdogo ulivuma taratibu. Akasikia sauti ile ile ya ndoto ikimwambia, usiogope, milango yako itafunguka. Akiwa bado kwenye magoti, macho yake yalijaa machozi ya imani, ndipo simu ya mwalimu mkuu wa shule ikapigwa alfajiri. Shabani, mwalimu alisema kwa furaha, shirika la misaada limekubali kulipa gharama zako zote za kusafiri, visa, ndege na malazi yako yote yameshughulikiwa. Mama yake alipiga yowe la furaha na kumkumbatia mwanaye kwa nguvu. Babake aliyekuwa amekata tamaa alianza kulia kwa machozi ya furaha. Wanakijiji waliokuwa wakionga pembeni wakaanza kubaki midomo wazi. Lakini furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Usiku wa mwisho kabla ya safari yake kuanza, Shabani alipokuwa amelala, dirisha likajifungua ghafla tena. Safari hii hakukuwa na kivuli kimoja, bali vilikuwa vingi, kama watu waliovaa mavazi meusi, macho yao yakitoa nuru nyekundu. Sauti nyingi zikasikika kwa pamoja kama kwaya ya kishetani. Ukithubutu kuondoka kesho, hutaiona jua. Chumba chake kikaanza kuzunguka taratibu kama dunia inazama. Kila kivuli kikaanza kumkaribia taratibu. Shabani akawa amebanwa kitandani, asijue afanye nini.